ili tuweze kujenga taifa lenye maendeleo endelevu, ili tujenge taifa lenye ufanisi katika uzalishaji, katika biashara, katika viwanda, katika uongozi. Ni lazima serikali yoyote makini iwekeze katika elimu ya watu wake. Na ndio maana baba wa taifa alisema wakati tunapata uhuru, na hata sasa maneno yale bado yanaishi, kwamba tunao maadui wakubwa watatu. Wanaweza wakawa wengi, lakini wakubwa ni watatu. Adui wa kwanza ni ujinga, adui wa pili ni umasikini, na adui wa tatu ni maradhi. Na njia za kupigana na maadui hawa, kwenye ujinga lazima tupeleke elimu kwa watu wetu, kwa Watanzania. Kwenye umasikini lazima tuendelee kujenga uchumi, kazi ambayo rais wetu anaifanya vizuri sana. Lakini kwenye maradhi lazima tupeleke huduma bora za afya kwa wananchi. Kwa hiyo rais wetu anatuongoza vizuri katika mapambano ya maadui hawa watatu, kwa kuhakikisha kama ambavyo taarifa imesomwa, tunawekeza vya kutosha katika elimu ya watoto wetu. Nyinyi ndio walimu wa kesho, ndio wabunge wa kesho, ndio wakuu wa wilaya wa kesho, ndio wakulima wazuri wa kesho. Kwa hiyo bila elimu hamwezi kufanya kazi hizo vizuri za kujenga taifa letu. Kwa hiyo nimekuja kuelekea kongamano letu. Tuna kongamano la miaka minne kujadili kazi ya miaka minne ambayo rais wetu ameifanya kwa nchi yetu. Na shule hii ya Arusha Sekondari ni kielelezo tu cha kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameifanya kwenye sekta ya elimu ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Nitumie fursa hii kuwapongeza sana shule hii ya Arusha Sekondari katika kipindi cha miaka minne ya kazi kubwa ambayo rais ameifanya kwa nchi yetu. Hapa peke yake mmepata fedha nyingi, bilioni 1,592,916,091. Na hii inajumuisha zile za miradi ambazo ni milioni karibu 900, pamoja na milioni 600 ambazo zinahusu ruzuku ya chakula pamoja na ada. Hebu jipigeni makofi jamani. Hayo ni maendeleo ya hapa Arusha Sekondari tu. Kwa sababu watoto walikuwa wanafaulu sana, halafu madarasa hayatoshi. Lakini alipoingia madarakani Mheshimiwa Rais, moja ya malengo yake akasema jambo hili tulitafutie suluhu ya kudumu. Hivi sasa akaweka jitihada, amejenga zaidi ya madarasa 1034 nchi nzima. Zimejengwa shule za sekondari 2023-24 hapa. Takwimu zinaonyesha zaidi ya shule mpya 1000 zimejengwa Tanzania nzima. Shule za msingi zimejengwa nyingi za kutosha. Hii ukiachana na madarasa 1034. Shule shikizi zimejengwa za kutosha. Lengo ni kuhakikisha wanafunzi, watoto wanaofikia kidato cha kwanza waende wakapate elimu. Kwa hiyo rais wetu amefanya jitihada kubwa sana. Na nyinyi vijana na nyinyi watoto lazima mjue kwamba rais huyu na chama hiki cha Mapinduzi ndio tumaini la Watanzania katika kutuletea maendeleo. Leo hii hatusikii tena kauli za kuzuia wakurugenzi kwenda likizo na kukusanya michango ya kujenga madarasa. Pale nimepita kuna madarasa 8 ya kidato cha 5 na cha 6 yako tayari. Tunamalizia viti na meza, form 5 na 6 mtaingia kwenye gorofa hili pale.
Hapo vipi? Huku anakotoka 5 na 6 tunapata madarasa mengine ambayo tutajitosheleza wanafunzi wengine ambao tunakaa kwa kubanana katika vyumba vya madarasa. Kwa hiyo mimi nataka nimpongeze rais wetu, kwa sababu ili tuweze kuendelea lazima tuwekeze katika elimu. Hatuwezi kuwa na taifa la watu ambao hawana elimu. Hawatalima vizuri, hawatafanya biashara vizuri, hawatakuwa wauguzi wazuri, hawatakuwa raia wema na wazuri katika taifa lao. Kwa hiyo elimu haina mbadala. Lazima tuwekeze katika elimu ya watoto wetu. Tumpigie makofi rais wetu kwa kazi hii. Dumu Chama cha Mapinduzi! CCM oye! Katibu wa wazazi oye! Na nyinyi wenyewe oye! Mheshimiwa Katibu Mkuu Jumuiya ya Wazazi, mimi naitwa Maximilian Materanke, mstahiki meya wa jiji la Arusha. Nichukue nafasi hii kukaribisha sana kwenye jiji letu la Arusha. Nikuhakikishie jiji liko salama, liko imara na tumejipanga vizuri. Na niseme asante sana. Watoto oye! Katibu oye! Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Meya.